Well, hello, what's up guys? I'm here in my press, but when I move, I meet with Masai here, but Masai he like what I do, but I invite Masai to say something to my YouTube account. Masai, unaweza kuambia kitu watazamaji wa hii video? Unaweza kuambia chochote labda kuhusu Tanzania, labda sehemu ambayo unaishi wewe ikoje, na watu wa kule wanapenda kufanya nini? Watu wa kule Arusha na wenyewe wanapenda kufuga ng'ombe sana. Wanapenda kufuga ng'ombe sana sana na kunywa maziwa. Lakini kuna basi sehemu nyingine wanapenda sana kulima. Kwenye kilimo cha viazi, kwenye kilimo cha njengere, kwenye kilimo cha karanga. Kwa hiyo pia ni nzuri sana hiyo. Kwa hiyo kwenye video tunashukuru. Tunabidi naambia tuicomment ili na sisi tuwe watu wa Tanzania tunapata maendeleo zaidi. Na rafiki yangu namuombea Mungu amfungulie baraka. Apate sana sehemu nyingi na yeye atakuwa kuwa tajiri baadaye. Atatusaidia Tanzania. Tunaona Tanzania itakuwa vizuri. Asante sana Masai. Mungu akubariki sana. Hello people. I really appreciate his support because he's speak here truly about Tanzania, about Arusha. But I really appreciate his support. And Masai, I think he doing some business here. Unaweza kuonyesha tu biashara unaifanya? Hii ndio biashara ninachouza. Biashara ya viatu. Viatu cha Kimasai. Okay. Umeona Sasa pia na shanga. Pia na shanga. Okay. Na pousa na pochi. Ili siku siende tu. Tunatengeneza na tunaipenda na mama anapenda na kila mtu anapenda vibaya sana zaidi. Ndio. Sasa nina swali kuhusu biashara unaifanya. Mara nyingi waga najiuliza biashara ambayo unafanya unaonekana kama ni ndogo. Yaani mtu akiona dasi ni ndogo, faida mnapataje na unazunguka muda mrefu bado unahitaji ule na mambo mengine ya ile familia. Bado kule nyumbani najua una ng'ombe, nitakuwa ng'ombe zipate dawa. Hii biashara yangu ni nzuri, lakini mtu yeyote akiona atasema hii biashara isikunilipa. Lakini mimi binafsi najua hii biashara ifanye. Watoto anakula, ng'ombe anapata dawa, mashamba anapata pia dawa na mimi nakula na inanisaidia. Lakini ukiona hii biashara utasarau ni ndogo. Lakini hii biashara ina hela. Kwanza hii tunauza kwa 3,000. Utaweza kuuza kama 5 kwa siku. Hujachanganya na hichi pochi. Hujachanganya na pochi. Utaweza kupata 15,000 kwa siku au siku nyingine utapata 30. Kwa hiyo na hakika itanisaidia. Hata nisipofanya kazi ya ulinzi ya security, hii ni kazi yangu ambayo najua itanibeba na ninabeba watoto hawezi kulala njaa hata siku moja. Kwa sababu ni kitu ambayo najua watoto hawezi lala njaa. Taweza kukataa leo sijauza shanga hii na usai. Nimeshindwa kuuza hii na usai. Kingine kiko hapa ambaye ni naitwa ugoro. Hii ni ugoro. Hii nikishindwa kuuza hii lazima nije niuse nini? Niuse hii. Kwa hiyo siku nimekosa, sitakosa vyote. Okay. Umeona kingine kipo dawa ambayo sasa inajua na nilishe. Hii ugoro hii ni mimi sijui ndo naiona hii kwa ajili ya hii ni ugoro. Ugoro inatengenezwa na timbagu. Timbagu ndio timbagu ile ambayo anapanda kama vile kama bangi lakini sio bangi. Okay. Timbagu ile ambayo anatengeneza ugoro, sigara na nini tena kingine. Hiyo timbagu mwingine kwa Kimasai au ni Kiswahili? Kiswahili hiyo inaitwa timbagu. Hiyo ni Kiswahili inaitwa timbagu. Timbagu kwa Kiswahili sijui. Hiyo ndio inaitwa timbagu tu yote. Okay. Wanalima shamba mkubwa tu kama vile anapolima muogo. Unapiga dawa, unatoa unaanika, kisha anika unachimba shimo unaanika, inakuwa na prunia hivi, kinatoka ile sigara inaitwa ganjiri, sigara kali. Inatoka mle. Ukishatoa tena kule inatoa sigara kawaida. Ukitoka kule tena ile maganda ya juu kama majani kama hivi. Inatoa inakuwa ugoro. Kwa hiyo timbagu pia tunashukuru ana faida nyingi. Okay. Na watu wakitumia hizi labda yani anapata nini, kitu gani labda test ambayo anapata au kitu gani kinaongezeka kwenye mwili wake akitumia hiyo ugoro? Kinakuwa kama mfano kama mtu ambaye anafuta sigara. Sababu kilefi chake ni kama sigara. Ukikosa usiku huwezi ukalala. Sababu kuna mwingine anatia mdomoni. Unajua kitu ambacho watu wengi wamekuja kutia mdomoni. Kipindi ilikuwa inauzwa kuberi. Sasa kuberi ilikuwa watu wanaweka mdomoni. Sasa ile kuberi ilifufungwa. Ikabaki sasa watu wakaja akasema acha tuweke ugoro badala ya kuberi. Lakini sio Masai tunaweka nini? Tunaweka pua. Umeona? Kwa hiyo sasa iliporudi sasa biashara ugoro inavyoenda kwa sababu ile kuberi ilichofungwa ndio watu naona wanavaje? Wanarudi kwetu wanaweka mdomoni ikawa kama tunapata sisi nini?
faida. Okay. Sawa, ninachojua vitu kama hivi waga vina faida na madhara, kwa sababu si unaweka puani au mdomoni, vina faida nyingi ndio kama ulivyosema, lakini pia huenda vikana madhara, labda kwa mtumiaji akiwa anatumia, unaweza ukasema sasa kwenye sijai kuta mtu ambaye, kwa sababu tulikuta kina babu zetu wanatumia naweka mdomoni. Hatujai pata siku moja aliyopata madhara. Na kingine watu wanaweka puani, hatujai kuona aliyopata madhara. Kwa hiyo sasa naamini sijaiona mtu ambaye ile katazo kwa sababu itakuwa na madhara. Okay. Sijaiona na sijaisikia. Sawa. Sawa, pia umeongelea swala la ulinzi, kwamba unafanya vitu vile, unafanya hii na unafanya ulinzi. Kwa hiyo hii kumbe ni mbadala. Sasa hizi hivi mchana upo tu ili usipoteze muda, inabidi ufanye hii, ujiingizie kipato afu tena baadaye unafanya ulinzi. Ndio. Wow. Unajua sasa hii ukishakuja kazini, umeshatoka nyumbani. Unajua mwanaume ukishatoka nyumbani hakuna kazi tena utaichagua. Ndio. Tashangaa ukiingia kwenye kazi ya ulinzi ile, tunafanya kazi masaa 24. Fanya kazi masaa 24 usiku na mchana. Kazi ya bosi muda wote inanuka. Inakwambia toka kazi imeisha. Sasa akisema kazi imeisha, hajakufunja mkono, unaendelea na biashara yako. Ndio. Endelea na biashara yako. Kingine itatokea kama haijatokea, unaendelea na biashara yako. Sasa unajifunza sasa ujifunze ulale masaa mangapi? Masaa matatu inatosha. Lakini kabla ukija nyumbani lazima usingizi itakusumbua, lakini ukishazoea utakuwa unalala masaa 3 mpaka usingizi unafaje? Inazoea. Ndio maana sasa unakuta masai wengine wanakaa wanalala mchana na usiku, umeona pia akili inaganda. Akili inakuwa inafanya haifanyi kazi kwa sababu unalinda usiku na mchana pia akili ndio inafanya kazi. Lakini sasa ukija ukulala mchana usiku, ukifika siku ambayo bosi amekwambia ondoka, haujui mahali utapoenda. Unaanza kulia njaa. Hela yote umetuma nyumbani, unaanza kulia njaa. Lakini mimi mfano sasa bosi akiniambia ondoka, naambia najua ukipiga chura teke hivi umeongeza mwendo. Kwa hiyo sasa bosi akinisumbua, naambia bosi so kazi yako pambana naye. Sababu bosi ana hela na mimi sina hela, mimi ni maskini. Kwa hiyo sasa najitahidi nipate akili, nipambane na hiki, nipambane naye. Umeona rafiki yangu? Kwa hiyo sasa nashukuru Mungu. Hiyo naona inatusaidia sana. Okay. Unafanya kazi masaa 24 ili watu tasilie asifinje. Umeona? Watu wengine wanasema mbona masaa ya kodi nyumba? Sasa nikipangisha nyumba. Na hiyo waga najiuliza sana. Basi unakuta iko mingi mjini ila hana nyumba. Haina nyumba. Rafiki yangu. Sasa ngoja nikwambie. Sasa rafiki yangu ukikodi nyumba ni kosa la jinai. Sababu nikilipa nyumba, mfano kama nyumba ni kosa la jinai. Kosa la jinai. Kwa sababu gani? Nikikodi nyumba nalala masaa mangapi? Masaa 3. Masaa 3. Nitakuwa nimefanya nini? Nasema naenda kwenye mihangaiko yangu, nikirudi baadaye usiku nabadilisha nguo, nafanyaje? Naingia kambini. Naingia lindoni. Sasa ile muda ile nyumba zitakuwa nalipa bure. Bora nikae chini ya miti nipike chakula. Haina muda kutengeneza ile nguo nyingi. Upeleke wapi? Ukiwa na mama yeyo mjini, inakaa wapi? Sasa wewe rafiki yangu kukaa na mama yao mjini ni hasara. Ni hasara kwa sababu gani? Si nitakumbuka kule nyumbani. Na ni kosa la jinai kwa sababu gani? Kule ukienda nyumbani, ndio maana Wamasai wengi hawataki mama yao wewe kukuta anatembea na mama yao yote. Kwa sababu gani? Wewe ukatembea kwa sababu ugonjwa kwanza ipo. Na ukienda kule nyumbani lazima utaulusu, usije kaambukiza watoto. Kwa sababu ukiambukiza mke wako na ule zitakuwa ni hasara. Kwa hiyo sasa huku tunajilindana kwanza. Kisikikana saa hii mimi kama Masai natembea na mama yao huko mjini, tutapigwa fimbo 70. Wewe utaulusa fimbo 70, tutapigwa matako fimbo 70. Kwa hiyo sasa nikiwa sisi tunalindana kwanza. Kwa hiyo ni sheria. Ni sheria, tunalindana. Kwa hiyo ukitembea na mama yao mjini unapigwa vibaya mno. Unapigwa na Masai? Ndio. Masai wengine? Kwa hiyo sasa sisi tunalindana. Hey guys, you listen. Masai anasema kwamba kwao ni sheria na ni kosa jinai kutembea na mama yao mjini. Ukikamatwa uko na mama yao mjini unapigwa fimbo 70. Ni hatari sana Ni nzuri sana kwa sababu tulikuja kwenye mkutano. Naona kama Masai tunakuta tarehe 25 wana kikao, tunakuwa na mkutano tarehe 25, kila atakuwa na mkutano, umeona? Hiyo ndio anasema ukienda mfano utaenda tu kuiba kwa sababu naye mwanaume si anasikia kiu. Lazima utaenda kuiba lakini sitaki ijulikane. Unakaa kimya. Umeona? Lakini siku ukienda ukijulikana unaumwa, utapigwa fimbo 70 tena. Wanakupa dawa upone uende nyumbani kwa salama. Asante sana Masai. Nakushukuru sana kwa ushirikiano wako. Nimejua vingi sana kuhusu hii kabila la Kimasai. Nimejifunza vingi sana.
vijana wa Kitanzania nafikiri mmesikia kwa Masai kwamba sometime mtu unaweza kuwa anategemea kitu kimoja, let's say umeajiliwa au na nyingine vipi, lakini ukiwa umeajiliwa jitahidi kujiongeza muda wako wa ziada, uwe na kitu kingine cha kufanya ili uweze kujipatia kipato. Ikitokea sehemu yako let's say ya ajira imetokea dharura umefukuzwa, uwe na kitu kingine ambacho kitaweka mjini. Kama unavyoona Masai alivyotuelezea hapo na alivyotuambia kuhusu hiyo scenario ya kwamba umefukuzwa kazi una kitu kingine cha kufanya, pia unaweza kuwa na mahitaji mengi afu unategemea kitu kimoja. Yeye amejiwekeza kwenye vitu viwili, kwenye ulinzi lakini pia na kwenye hii biashara yake. Akiwa ana uwezo wa kukizi mahitaji yake kupitia ulinzi, kuna hela ziada ataipata kupitia hii biashara anaoifanya. Kwa ni namna nzuri ya uwekezaji na namna nzuri ya kujiongeza kwenye vitu ambayo Masai wanazifanya. Na kama unavyoona pia Masai anasema kupanga ni mwiko. Hii kitu hii ukweli hii noma sana. Asa Masai, asante sana bana. Okay. Asante. Sawa. Asante. Hello people, if it's your first time to watch my video, don't forget to share, like, comment and subscribe. Today I telling you I'm so excited because I meet with Masai here in this place, and now I'm in my place here Goba. I meet with Masai here, and Masai telling you something about their life and their tribe, how we live, how we do what, how we make their income. We used to they are secure it in this business, but it's a good thing we do in their families, in their projects. I mean, Masai, we are doing what? We are doing some I put here down in the comment, in the subtitle in order to know more about Masai. But thank you for watching my video. May God bless you abundantly. I'm so happy and I'm so excited. May God bless you abundantly. This is good day and I really appreciate your support. If it's your first time, don't forget to share, like, comment on my YouTube account. Thank you and bye-bye.